الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Leo ikiwa ni tarehe moja ya mwezi wa kwanza wa Kiislamu wa mwaka 1447 ambayo ni mwaka 2025, mwezi huu tulionao, mwezi wa sita. Tupo kwenye mwaka mpya kwa huu mwezi wa kwanza tulionao, ambao kalenda na Islamic history inatupa matukio yaliyotokea ndani ya Uislamu, ambayo matukio haya automatically yanatutoa katika furaha na kufurahikiwa kuingia mwezi mtukufu wa kwanza, mwezi mtukufu wa Muharram, ambayo ni mwaka mpya, inatutoa katika furaha. Malezi tuliolelewa hususan wa Tanzania, watu weusi, ni kwamba unapoingia mwaka mpya watu wanafurahikiwa, na hiyo ni nzuri, kufurahikiwa ya kwamba mmeingiliwa na mwaka mpya, Allah amewavusha mwaka mwingine, ni vizuri sana. Lakini sidhani kama akili ya mwanadamu yoyote itakwambia wewe ufurahikiwe ikiwa tarehe moja ya mwezi wa kwanza mwaka 2025 mkeo alifariki, au baba yako alifariki, au mwanao kipenzi alifariki tarehe hiyo. Je, una uwezo wa kufurahikiwa? Akili inakataa, inasema no. Ile tarehe ambayo alifariki mtu mtukufu kwako wewe au kwenye jamii itakuwa ni siku ambayo wewe itakuwa ni ya majonzi ya hali ya juu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna watu kutoka kwenye familia yako waliondoka duniani on that time, ndani ya muda ule. Mama alifariki tarehe moja mwezi wa sita tuseme, au tarehe moja mwezi wa kwanza miaka hiyo unayojua wewe. Tarehe ile imefika, kitakachokuja kichwani ni kumbukumbu ya mzazi wako aliyeondoka duniani, yatakuja majonzi. Kumbukumbu ya mwanao aliyeondoka duniani, yatakuja majonzi. Kumbukumbu ya mumeo kipenzi aliyeondoka duniani, yatakuja majonzi. Kumbukumbu ya kila unayemtukuza katika maisha yako, ikifika tarehe hiyo ya mwezi wa kwanza automatically yatakuja majonzi. Na kinyume inawezekana, kama tarehe moja mwezi wa kwanza mwaka utakaoutaja wewe ulioa kwa mfano, au ulizaliwa kwa mfano, au ulizaa kwa mfano, ikija tarehe hiyo itakuja furaha. Ikija tarehe hiyo ya ukawa ndio ulizaliwa, itakuja birthday yako. Ulizaa, itakuja birthday ya mwanao. Uliolewa, itakuja mwaka ambao umetimiza labda mwaka. Kufanyeje? Kutoka au kuingia kwenye nini? Kwenye ndoa au kwenye uzao. Tarehe tulizonazo ni tarehe ambazo ni tofauti kidogo, kwa maana ya kwamba ni tarehe ambazo ni kweli ni tarehe moja ya mwezi wa kwanza wa Kiislamu, lakini sio katika picha ambayo ya kufurahikiwa katika Uislamu in general. Kwa nini? Kwa sababu ni siku ambayo yalitokea masaibu ya familia ambayo waliletewa ukombozi kwetu sisi, wahai kwa mtume akawa ni mtume, akatangaza dini yake. Familia hiyo ambayo ni Ahlbaiti nubuwa maudhi ar-risala mukhtalafil malaika, ilikuwa ni familia ambayo ina majonzi ya tarehe moja ya mwezi wa Muharram. Sasa ni jambo ambalo lipo kihistoria, na tunatakiwa tuliishi ya kwamba inapokuwa imefika tarehe moja ya mwezi wa Muharram
yani mwezi wa kwanza, Muharram ni mwezi wa kwanza wa Kiislamu, ni masiku ya huzuni, masiku ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akilia yeye na familia yake. Tarehe hiyo binti yake Fatima alikuwa akilia, Imam al-Hasan alikuwa akilia, mumewe na Fatima ambaye ni Ali ibn Abi Talib alikuwa akilia, lakini vile vile al-Husayn alayhi salam alikuwa akilia, kwa sababu ni tarehe ambayo kizazi kimefedheheshwa, kwa sababu mtume ndiyo aliyekuja na hii Uislamu na yeye ametokewa na mambo hayo, na sisi ni wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Sala zetu hazikubaliki bila kumtaja Mtume Muhammad, bila kutaja kizazi chetu. Adhana na wito wa watu waje kusali bila kusema Muhammad ni mtume wa Mungu, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, adhana haitasihi, sala zote hazitosihi. Alafu hiyo familia ndiyo ambayo imefanyiwa madhaifu na udhalili na unyonge na kufedheheshwa na kutokujaliwa. Tarehe kama hiyo, wewe kama Muislamu unafurahika vipi? Kwa hiyo sio ni mwaka mpya, lakini ni mwaka mpya katika mjumuiko wa masiku ya majonzi. Leo ikiwa kama tarehe moja, ambao ukiangalia misikiti ya Waislamu wengi wanaofahamu Uislamu na Qur'ani in general, ni masiku ya huzuni sana, ni masiku ya watu ambao wamegubikwa ni majonzi kwa msiba wa mjukuu wa Mtume, udhaifu, udhalili uliofanyika kwenye familia ya Mtume. Kwa hiyo sisi kama Waislamu, masiku haya tulionayo, masiku 12, masiku 10 ya Muharram, tarehe 1 mpaka Ashir min Muharram, ambayo iliitwa katika historia ni Ashura, ni masiku ya majonzi na kulia na kusikitika kwa kuondokewa kipenzi wa Mtume, al-Imam al-Husayn salawatullahi rabbi wa salamuhu alayhim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.